Mimi sitaki kujua ni wakati gani ambao umeupitia, lakini ninachotaka kujua ni kwamba Mungu ana uwezo wa kubadili majira. Ninachotaka kukijua ni kwamba Mungu ana uwezo wa kutupa majira na nyakati nyingine. Kuna nyakati ulitakiwa sasa hivi uwe na mtoto, lakini katika majira ya kujiandaa haukujiweka vizuri kwa ajili ya neema ya Mungu ya mtoto. Na pengine ulijiandaa vizuri, lakini katika muda wa Mungu na fursa za Mungu kuja kwako, ulisikia ndani kuomba na haukuomba juu ya watoto wako, na wakati huo ukapoteza majira ya Mungu. Leo tena ni muda mwingine ambao Mungu anaweza akatupa. Tumwambie Mungu majira yetu na nyakati zetu. Mungu atusaidie tena, atugaie, atupe nyakati nyingine za kujiandaa, na atupe neema nyingine ya majira mengine ya muda wake kuja kwetu. Atupe majira mengine ambayo tutasimama kumshukuru. Sio rahisi kama unavyodhani. Majira huwa yajirudii mara nyingi, lakini neema ya Mungu kama hapa inapokuja ni wakati sahihi wa wewe kuelewa. Unajua, shida sio kwa sababu hatukujua. Shida sio kwa sababu hatukufanya. Shida ni kwa sababu hatukujua. Lakini kwa sababu leo tumejua, basi tukae kama watu walioelewa. Bwana Yesu asifiwe. Shida sio kwa sababu hatukufanya hayo, huenda pengine hatukuelewa, na ndio maana Mungu ndiye anatupa haya maarifa katika nyakati na neema hii. Mungu atusaidie. Kuna wakati kwenye maisha yetu mambo hayaendi, sio kwa sababu ni mapepo. Sikiliza, ni kwa sababu majira ya Mungu yameshatoweka kwetu. Tupo katika majira ya kwetu sisi wenyewe, kwa sababu katika majira ya Mungu hatukuwepo na hatukutokea. Mungu leo tumuulize tena majira mengine atupe neema nyingine. Mungu akupe neema nyingine ya kupata watoto, akupe neema nyingine ya kuinuliwa kiuchumi, akusaidie tena majira mengine ya kuendelea kielimu, akusaidie majira mengine ya kuwa na ndoa yenye amani, akusaidie majira mengine ili upate mume na upate mke, akusaidie majira mengine ili uendelee kwenye familia yako. Ninaomba majira yako tena, ninaomba majira yako tena na yaje kwangu. Yapo mambo ambayo yamekuwa hayakomi. Zipo changamoto ambazo zimekuwa hazikomi, magonjwa yanayojirudia, vita zinazofanana. Inawezekana ni kwa sababu sikujua majira yako. Katika jina la Yesu, Baba, nifundishe leo ili kuelewa majira yako, na ndio maana nimerudi ili majira yako Baba na yarudi kwangu. Omba, nataka uombe. Una jambo la kuomba, una jambo la kuomba, una jambo la kuomba. Wale wanaojua kile kitu Mungu anasema nao katika ibada ya leo, wana jambo la kuomba, wana jambo la kuomba, wana jambo la kuomba, wana jambo la kuomba. Nyanyua sauti yako na uombe sasa. Nyanyua sauti yako na uombe. Unajua hapa wewe ndio unayetakiwa kuyaomba majira ya Mungu yarudi kwako. Kuna kibali kimepotea, omba majira ya Bwana yarudi. Kuna neema aliyokuwa nayo imepotea, omba majira ya Bwana yarudi. Kuna biashara zimeharibika kwako, wakati mwingine ni kwa sababu ya majira, haukuyajua majira. Omba majira tena ya Bwana yarudi kwako. Kuna mambo ambayo kwako hayaendi sawa, omba majira ya Bwana na yarudi kwako tena. Haleluya. Nyanyua sauti yako uombe. Mwambie Bwana, ninaomba majira sahihi tena. Mwambie Bwana, ninaomba majira sahihi tena. Mwambie Bwana, ninaomba majira sahihi tena. Mwambie Bwana, ninaomba majira sahihi tena kwenye maisha yangu.
Wakati mwingine umekwama kwenye eneo la elimu, wakati mwingine umekwama kwenye eneo la ajira, ni kwa sababu kujua majira sahihi ya Mungu. Wakati Mungu alitaka utumike ya kuinue, wakati Mungu alitaka utowe ili ya kutendee mambo, wakati Mungu alitaka umtumikie kisha inue hatima yako, au kufanya hivyo. Mwambie Bwana, leo ninarudi mbele zako tena. Mwambie Bwana, ninayaomba majira tena. Mwambie Bwana, ninayaomba majira tena. Omba majira ya Bwana. Usiangalie mapito ulionayo leo. Inawezekana changamoto unazopitia ni kwa sababu ya kuelewa majira. Maana kuna wakati uponyaji wako ulikuja, lakini haukuutambua. Uponyaji wako ulikuwa kwenye kumtumikia Bwana. Utumike ili Bwana akuponye. Uponyaji wako ulikuwa kwenye utoaji. Utowe Bwana akuponye, lakini haukufanya hivyo. Rudi mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninaomba majira yako sahihi. Nyanyua sauti ya komba. Nyanyua sauti ya komba. Mtu mwingine anaomba kama ananong'ona. Mtu mwingine anaomba kama ananong'ona. Nyanyua sauti yako. Acha mbingu zijue ya kwamba yupo mwanangu mmoja leo ambaye anatamani aone majira yangu kwake. Nyanyua sauti yako Bwana. Acha kujizuia. Acha kuangalia nani anaomba nini. Wewe ni nafasi yako umeipata. Jiconnect wewe mwenyewe na Mungu binafsi. Acha kushughulika na mambo ya watu. Acha kuangalia mwingine anasema nini. Jiconnect wewe mwenyewe. Mungu akubariki wewe unayeomba. Mungu akubariki wewe unayedai majira. Mungu akubariki wewe unayedai majira ya Mungu. Mungu akubariki wewe unayedai wakati wa Bwana kwenye maisha yako. Mungu akubariki wewe unayedai. Wewe unayedai haki yako. Wewe unayedai kurejeshwa kwa vitu. Wewe unayedai majira sahihi ya Bwana. Wewe unayedai wakati wa Bwana urudi kwako. Hata kama umepotezwa, hata kama umefichwa, hata kama umepeperushwa, omba wakati wa Bwana. Mungu akubariki wewe unayedai. Mungu akubariki wewe unayedai. Mungu akubariki wewe unayedai. Dai wakati tena wa Bwana. Dai majira ya Mungu kwenye ndoa. Dai majira ya Mungu kwenye ndoa. Dai majira ya Mungu kwenye ndoa. Dai majira ya Mungu kwenye uzao. Dai majira ya Mungu kwenye uzao. Dai majira ya Mungu kwenye uzao. Dai majira ya Mungu kwenye huduma. Katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Sante Roho Mtakatifu. Sante Roho wa neema. 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 Sante Mungu wa neema. Sante Mungu wa neema. Sante Mungu wa neema. Sante Mungu wa baraka. Sante Bwana unayetukumbuka. Sante Bwana unayerejesha. 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 Omba majira ya Bwana na kutia moyo majira ya Bwana
yanarudi kwako. Mungu anapolituma neno anataka kurudi tena, anataka kurudia tena. Majira haya Bwana anarejea tena, anarejesha tena majira sahihi kwako. Nasi Mungu, kwa neema uliyoiachilia kwetu, majira yetu yanarejea kwenye ndoa. Hakuna kilichoibiwa kitabaki kuibiwa, kama ambavyo umeliachilia neno lako leo ya kwamba kwa kupigwa kwako wewe ulituponya sisi, na kwa sababu hiyo umesema katika Danieli ya kwamba unaweza ukarejesha majira. Wewe ni Mungu mwenye neema, uweze kurejesha majira yaliyoibiwa. Kuna mahala ulituita hatukusimama kwenye nafasi, lakini Bwana leo tumegundua ya kwamba kuna nafasi tulizipoteza. Ulikuwa ni utoaji ule ambao Mungu ulikusudia ubadilishe kiwango chetu cha uchumi. Ulikuwa ni ile sadaka ulikusudia utuponye. Ilikuwa ni ile sauti ya shukrani ulikusudia uisikie kutoka kwetu, uyakamilishe yale ambayo ulianza kuyatimiza. Lakini Mungu, kuna wakati hatukuitikia. Tumesikia neno lako leo na tumerejea madhabahuni pako, tukiitaka hiyo neema, tukiitaka hiyo neema, tukiitaka hiyo neema. Bwana, tuonyeshe neema tena kwenye maisha yetu, tuonyeshe neema tena kwenye utumishi, tuonyeshe neema tena kama kanisa, maana kuna wakati tunatamani kupiga hatua. Tuonyeshe tena neema Bwana kwenye hiyo biashara. Tuonyeshe neema Bwana kwenye familia zetu, tuonyeshe neema Bwana kwenye masomo yetu, tuonyeshe neema Bwana kwenye huduma. Ulikusudia tufanye jambo fulani, ulipotuita madhabahuni, kuna wakati hatukuitika. Ulipotuita kwenye ibada, kuna wakati hatukufanya cha kwako. Ulipotuita tukutumikie, kuna wakati tumesamini mambo mengine tukapoteza nafasi yetu. Lakini ni Mungu mwenye rehema, tutoke kwako twende kwa nani? Ni wewe uweze kutusaidia, ni wewe uweze kutuinua, ni wewe uweze kurejesha miaka iliyoibiwa, ni wewe uweze kuturejeshea nafasi tena. Kuna wakati tumempa adui nafasi, amecheka kwa sababu kuna vitu havijatokea kwetu, ni kwa sababu tumepoteza nafasi. Kuna wakati Mungu tumeraumu, tukazani ya kwamba hautusikii, lakini ni kwa sababu tulipoteza nafasi. Lakini Mungu, leo tumesikia wewe Mungu unazungumza katika nafasi, na nafasi hiyo wakati mwingine imetupita. Tunaomba neema yako wewe Bwana, wewe uweze kurejesha miaka iliyoibiwa, ile iliyochukuliwa, ile iliyonyang'anywa, ile iliyoibiwa na adui. Unaweza kuirejesha Baba, nasi tunanyanyua sauti zetu tu kwako. Mungu mwenye neema, uturehemie tena. Rejesha ile nafasi, ile nafasi, ile nafasi, ile nafasi ya uponyaji ambayo mtu mmoja aliikosa akapone. Ile nafasi ya kuinuka ambayo mtu mmoja aliikosa, irejee tena, irejee tena, irejee tena, irejee tena katika jina la Yesu. Inarejea tena, inarejea katika jina la Yesu. Ile nafasi ambayo tuliikosa, adui alipoteza nafasi yetu ambayo ilikusudiwa kuyageuza maisha yetu, kugeuza uchumi wa kanisa, kugeuza hatua zetu, kugeuza viwango vyetu. Tunarejea kwenye nafasi leo, tunarejea kwenye nafasi leo, tunarejea kwenye nafasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wako wengine mahali hapa, shughuli za dunia zimewaondoa kwenye nafasi, katika jina la Yesu. Chochote kinachomwondoa mtu kwenye nafasi, tunakikataa kwa jina la Yesu, tunakikataa kwa jina la Yesu, tunakikataa kwa jina la Yesu. Kila aina ya uzito uliotuondoa kwenye nafasi, moyo wa ibada ulioibiwa unarejea sasa katika jina la Yesu. Ule moyo wa ibada ambao adui ameuondoa, ili ya kwamba tusije madhabahuni tukapokea majibu yetu, tukapokea kuinuka kwetu, tukapokea nafasi zetu, tunarejea leo. Unarejea katika jina la Yesu, unarejea katika jina la Yesu, unarejea katika jina la Yesu, unarejea katika jina la Yesu. Moyo wa ibada unarejea kwa wababa, unarejea kwa wamama, unarejea kwa vijana, unarejea kwa kina baba, kwa watoto, unarejea kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ile moyo wa kutoa, ule moyo wa kutoa uliotuita kwenye sadaka. Wewe ni Mungu uliye tajiri. Sadaka si kwa ajili ya kukutajirisha, sadaka ni kwa ajili ya kutusaidia sisi. Unarejea sasa katika jina la Yesu. Tunakaa kwenye nafasi yetu, tunakaa kwenye nafasi yetu, tunakaa kwenye nafasi yetu. Ule moyo
utumishi ambao adui ameuiba. Hatusikii tena kutumika, hatusikii tena kufanya kazi, hatusikii tena kujitoa kwa ajili yako. Unarejea katika jina la Yesu. Hakuna kitakachoibiwa, hakuna kitakachoibiwa. Tunadai nafasi zetu, tunadai nafasi zetu mahala ambapo tulitoka. Wakati mwingine adui amekaa, adui amesimama, ametuzuia tusipige hatua. Leo hii tunarejea kwenye nafasi, tunarejea kwenye nafasi, tunarejea kwenye nafasi, tunarejea kwenye nafasi. Haya ni maeneo Mungu aliyoyakusudia yafanyike kama mlango wa sisi kubarikiwa. Ni maeneo uliyoyakusudia yafanyike kama sisi kuinuka. Ni maeneo uliyoyakusudia ili baraka yetu tukute hapo. Tunarejea, 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 tunarejea katika jina la Yesu. Nafasi yetu haitakaliwa na adui. Nafasi yetu ya utumishi haitakaliwa na adui. Nafasi yetu ya kukusifu haitakaliwa na adui. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunarejea kwenye nafasi, tunarejea kwenye nafasi, tunarejea kwenye nafasi, tunarejea kwenye nafasi. Chochote kinachotuondoa hakina nafasi tena ya kutuondoa. Chochote kinachotuzuia tunavuka, tunavuka, maana kwa imani tunaruka ukuta, nasi tunaruka katika jina la Yesu. Kila aina ya vikwazo, kila aina ya vizuizi, kila aina ya viunzi, kila aina ya mitego adui aliyoitega. Wengine wametegwa kwenye shughuli za dunia. Leo mitego yote inateguliwa. Mitego iliyozuia watu katika moyo wa ibada inateguliwa. Ule mitego iliyozuia watu katika kujitoa kwa Mungu wao inateguliwa, inateguliwa, inateguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ni wewe. Asante Bwana. Mshukuru Bwana. Baba tunakushukuru. Mshukuru Bwana. Baba tunaliazimisha jina lako. Asante kwa sababu ndani yako tunaishi, ndani yako tunakwenda na kuwa na wetu. Asante kwa sababu hakuna mtu anayekuja kwako ukamtupa nje. Asante kwa sababu ni Mungu wa kutegemewa. Asante kwa sababu tunapoliitia jina lako haunyamazi. Sikio lako sio zito hata usiweze kutusikia, wala mkono wako sio zito hata uweze kutuokoa. Baba utufadhili. Asante katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Unatupenda. Unatupenda.